kwanza. Agenda ya kwanza ni omba toba juu ya mwaka wako ujao, juu ya mambo uliofanya mwaka huu yaliyotangulia kwenye mwaka wako ujao. Omba toba juu ya mwaka wako ujao. Kwa wale wanaoandika, hiyo ni kipengele namba 1. Omba toba juu ya mwaka wako ujao, juu ya mambo uliofanya mwaka huu yaliyotangulia kuingia katika mwaka wako ujao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanaonielewa? Yako mambo umefanya mwaka huu, uko uovu umefanya mwaka huu, umekutangulia katika mwaka wako unaokuja. Unasema kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Mungu. Amen. Yeremia 17 mstari wa kwanza hadi wa 4. Yeremia sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Nitasoma kwa jina la Yesu. Dhambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya chuma na kwa ncha ya almasi, imechorwa katika kibao cha moyo wao na katika pembe za madhabahu zenu. Na wakati huo watoto wao wazikumbuka madhabahu zao na maashera yao karibu na miti mirefu. Mlima wangu wa uwandani, nitatoa mali zako na hazina zako zote ziwe nyara. Na mahali pako palipoinuka kwa sababu ya dhambi katika mipaka yako yote. Nawe wewe nafsi yako utaachana na urithi wako niliokupa, nami nitakulazimisha kuwatumikia adui zako katika nchi usiyoijua. Maana umewasha moto katika hasira yangu utakaowaka milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anazungumza juu ya Yuda. Ndani ya Yuda Mungu alikuwa ameweka kitu cha kifalme ndani yake. Na wakati wanasema na Yuda, Yuda walikuwa ni nani? Anazungumza habari za mfalme Hezekia na kizazi kile ambacho kilikuwa ni kizazi chake. Hezekia alitenda dhambi. Alitenda kwa namna gani? Aliwachukua watu ambao Mungu alizuia asifanye nao patano, akapatana na watu waliotoka Babeli, waliokuwa wana wa mfalme mmoja ambaye alikuwa anaitwa Merodaki Baladani. Akawapokea wana wa Baladani, akawapeleka katika jumba la mfalme, akawaonyesha vitu ambavyo vilikuwa vimewekwa akiba kwa ajili ya wana wa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akasikia habari aliyotenda Hezekia. Mungu akamtuma nabii Isaya kwamba nenda kwa Hezekia kamuulize wale watu wametoka wapi, wameona nini. Akasema ni rafiki zangu wametokea Babeli. Mungu akamwambia katika siku zako wewe kutakuwa na amani. Katika nini? Siku zako. Ila wana wako wataenda utumwani baadaye. Hezekia akasema hamna shida. Angalia, baada ya muda mfupi alikuja mfalme wa Babeli, akawachukua wana wa Yuda wakaenda utumwani Babeli, wakakaa miaka 70 wakiteswa kule Babeli. Kitu gani kiliwapeleka? Dhambi aliyotenda Hezekia ilitangulia katika miaka yao ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo leo unaweza ukalifanya moyoni mwako ukafikiri ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ukalichukulia ni jambo la kawaida, lakini utaona madhara yake sasa. Madhara yake utakutana nayo baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama wananielewa hawa.
lazima utubie uovu ambao wewe umefanya, lakini umekutangulia. Madhara yako utakutana nayo sasa, utakutana nayo ndani ya miaka inayokuja. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya nini? Ya miaka inayokuja. Kuna kitu unafanya inakutangulia baadaye, huwezi kuiona sasa hivi, utaiona baadaye ikikuzuia. Inakuzuilia nini? Inakuzuilia urithi wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi ambao wananielewa? Amen. Mungu anazungumza na wana wa Yuda, anasema dhambi yao imeandikwa kwa kalamu ya chuma na kwa ncha ya almasi. Anazungumza kalamu ya chuma, anazungumza habari za aina ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Ile chuma ni aina ya ufalme ambao utakuja baadaye kuchukua ufalme kupeleka utumwani. Ule ufalme unafananishwa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wananielewa? Unaelewa almasi wewe? Dhambi inaandikwa kwa kalamu ya almasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu yamkini kuna mambo nimefanya mwaka huu yakanitangulia ndani ya mwaka wangu unaokuja. Mungu ninaomba unisamehe, unatupia hayo mambo, maana mengine umefanya. Mungu ameweka akiba, yanasubiri msimu uje, yanasubiri majira yaje, yanasubiri msimu ufike. Sikiliza nikwambie, huwezi ukapanda shamba leo kesho ukaenda kuvuna, maana unangoja msimu wa hayo mazao kufikia wakati wa kukomaa, kufikia wakati wa kuvuna kwake. Hivyo hivyo unapotenda dhambi, angalia kitu Biblia inasema ya kwamba inasema mshahara wa dhambi ni nini? Mshahara wa dhambi ni nini? Maana yake hakuna mtu anaanza kufanya kazi leo kesho siku hiyo hiyo analipa mshahara, anapokea mshahara baada ya kazi. Sikiliza nikwambie, lazima urudi kwa Bwana, umwambie Mungu, yamkini kuna dhambi nimetenda na sasa sijaanza kuona madhara ya hiyo dhambi, hasa sijaanza kuona madhara ya huo uovu. Mungu, yamkini huo uovu umenitangulia ndani ya mwaka unaokuja. Lazima utubie hiyo dhambi ambayo imekwisha kutangulia. Nenda kaangalie kitu Mungu alikuwa anamwambia Kaini. Amwambii Kaini ya kwamba anamwambia ukitenda vema hutapata kibali. Anamwambia angalia, dhambi iko mlangoni, inakungoja, inakuotea. Anamwambia jitahidi uishinde. Alipewa tahadhari. Kwa nini? Kwa sababu wakati huo anapotaka kufanya hilo jambo hakuona kwamba kulikuwa na dhambi kwenye lango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unafikiri Biblia ituambii kwamba ni muda gani Kaini alitumia kumuua Abili? Lakini hakumuua siku hiyo walipoenda kutoa sadaka. Daka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Siku walipoenda kutoa sadaka alimwacha, akamvizia kwenye eneo la kucheza mpira. Biblia inasema hivi, akamuita uwandani. Akamuita wapi? Biblia ituambii ilikuwa mwaka gani? Inaweza ikawa walitoa sadaka mwaka huu, akamngoja mwaka unaokuja. Kuna mambo leo umefanya yanakungoja ndani ya mwaka ujao. Yanakungoja nini? Ndani ya mwaka ujao. Maana yake yamewekwa akiba. Yamewekwa akiba ya nini? Sio akiba ya mema, ni akiba ya mabaya. Akiba ya nini? Ya mabaya. Kwa nini Biblia inatuambia baba zenu walitenda dhambi, leo hawapo, lakini watoto wamechukua nini? Wamechukua uovu. Wamechukua uovu ambao hao wa baba hawapo, ila kizazi kilichokuja mbele kilikutana na uovu uliofungwa kwenye miaka yao. Bwana Yesu asifiwe. Walikutana na dhambi ambayo ilisubiriwa kwenye miaka yao ianze kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wananielewa hapo? Lazima upate kuelewa vizuri. Anaposema baba zetu walitenda dhambi, lakini saa hiyo hawapo wao, hazungumzi miaka iliyopita, anazungumza miaka iliyokuja mbele baadaye, ambao wao walikutana na hiyo dhambi. Walikutana kwa namna gani? Walikuwa hawajui, maana wangejua wangetubia mapema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama unanielewa vizuri.
Wale watoto wangejua hiyo dhambi wangeitubia wakiwa tumboni. Bwana Yesu asifiwe. Wangeitubia wakiwa wapi? Wakiwa tumboni. Lakini Mungu anakuja kuwasemesha kwamba baba zenu wawapo. Maana yake walizaliwa wakaishi na baba zao. Walipoishi na baba zao hawakuwasimulia kwamba walifanya nini. Walipoondoka ndio dhambi ikaanza kufanya kazi. Walipofanya nini? Walipoondoka dhambi ikaanza kufanya nini? Kazi. Sijui kama tunaelewana vizuri. Wangapi wananielewa hapa?